ufalme wa Mungu kwanza na mengine utazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza na mengine utazidishiwa. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema mimi na wewe hatuna cha kujiongeza, kwa sababu kama Mungu alitupa neema kwa ajili ya kuwa mbele zake, maana yake anajua atatulisha, atatuvisha. Bwana asifiwe sana. Lakini anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtaongezewa. Bwana asifiwe sana. Maana tulipookoka tumepewa neema, na hii neema ni lazima tuilinde ili tuendelee kuishi katika neema na tuendelee kuona baraka za neema. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu Mathayo Mathayo 6 mstari wa 26. Atakayepata vizuri hata kusoma. Mathayo 6 mstari wa 26. Mpaka 30. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi yalivyo yafundikia, fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyoko leo na kesho kutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Amen. Neno ambalo linakuja kwangu na wewe kwamba tumtafute. Biblia inasema wakati Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake, aliangalia mbali, akitazama mfumo wa sasa hivi na wakati huo. Bwana sasa na wakati tumeanza kuokoka na sasa hivi, Mungu alikuwa akiangalia mbali zaidi tunapoangalia sisi, akawa anawatazamisha kwanza kwamba tafuteni Mungu kwanza, ambaye anaweza kuwasaidia vitu vyote ambavyo mnaweza kuhitaji kutoka kwa Mungu. Anasema kama mimi nikiangalia ndege wanakula wanakula, hata maua pia yanastawi, lakini nyinyi je, ambaye Mungu amewaumba kwa sura na mfano wake, atakosaje kuwahudumia kama watoto wake? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kwamba anasema msifikiri kwamba mtakula nini, msisumbukie kesho, kesho anajisumbukia ukiendelea pale. Bwana asifiwe. Lakini anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, yaani tutafute kwanza kumjua Mungu, alafu mengine hayo yatakuwa ni ziada kwetu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie katika Bwana. Kwa hiyo alitambua kwamba hao watu tayari nimeisha watenga, sasa akawapa mahusia na maelekezo ya kuishi katika ulimwengu ili washinde ulimwengu. Ni lazima watafute namna ya kuishi. Bwana asifiwe. Na akasema kwamba msihangaike na vitu vyovyote, si kwamba tusitafute. Bwana asifiwe. Maana yake ufahamu wangu na ufahamu wako usiishie huko.
bali kila unachokifanya, lakini fikiri kinapokwenda. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema fikiri kwamba ndege wa angani wanakula lakini hawatuni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu alikuwa anaangalia kwamba tufikiri tusije tukatekwa na mambo ya dunia, tukatekwa na tamaa za dunia. Bwana asifiwe sana. Ayubu anasema mjue sana Mungu, mema ndivyo ya kujua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anatufundisha namna ya maisha ambayo tunahitaji kutafuta. Kitu cha kwanza tuwe karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kutafuta ufahamu ni kuwa karibu na Mungu, ni kusogelea Mungu. Wakati tunamtafuta Mungu, tunamtafuta kwa maombi, tunapeleka haja zetu. Tunakuwa kwa yale yote ambayo tunaambiwa tufanye. Ndio ufalme wenyewe, tunatafuta namna ya kupendeza Mungu. Ndio namna ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Luka 17:20. Biblia inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama uko huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Anasema wakamuuliza ufalme wa Mungu, akawajibu kwamba ufalme wa Mungu hautazami wala ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Maanake jinsi ninavyojiweka mimi mwenyewe mbele za Mungu ndio ufalme wangu utakapokuja. Ndio maana anasema ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Wanasema yaani si kinyonge tu, si kwamba nimeokoka alafu naanza kunung'unika, Mungu najua niacha, hata kuomba unanung'unika, hapo kikao unaona kwamba Mungu mbona ananijibu. Wanasema inategemea ni namna gani unaposimama na Mungu wako. Wanasema na ni namna gani ulikokubali kwamba kama nimeokolewa haya maisha sitaishi tena. Ndio maana kama nasema usijisumbue kwa kitu chochote, bali nimetosha hata kwa Mungu. Wanasema Mathayo 5:1. Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Yesu akawa anamjibu kwamba imeandikwa. Wanaeleza, unasikia namwambiaje? Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate bali kwa neno la nani? La Mungu. Wanaeleza, maana yake kila kilichokuwa kinakuja, adui akitafuta namna hii, namna gani nimgeuze huyu mtu nimtenge na Mungu wake. Yesu anajua adui amekuja kwa sababu ya kumtenge, lakini anajua mimi nimetumwa kwa sababu ya kuhakikisha ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe tunajifunza nini? Kama Yesu ni Mungu ambaye tayari alikuwa na nguvu na uwezo kabisa, lakini adui hakunyamaza kuto kumsogelea yeye. Je, mimi na wewe atanyamaza kuto kutusogelea? Bwana asifiwe sana. Ataacha kusogea kwangu na mimi na wewe? Kama alikuwa ananusa kabisa yule mfalme, anamsogelea na ana majibu kabisa ya kumpa, na alichokuwa anamtishia maji. Kumbe anajua watu wengi wanapenda maji kuliko Mungu. Maana yake mkishaingiza neno la maji, hata ufalme wataona
tuombeje? Pale tisa anasema salini hivi. Bwana saidia. Mungu atusaidie katika Bwana. Kwa hiyo tunaomba kwanza, ndio kwanza tunatoka kwenye majibu mengine. Bwana saidia. Tunaomba kwanza, ndio kwanza tunaenda kuingia kwenye mikate. Sio tupate mazungumzo ya shetani kwanza, tafuta mkate kwanza. Bwana saidia. Mungu atusaidie katika Bwana. Amen. Tunakuwa kwanza tunatafuta uwepo wa Bwana. Tunamtaka Mungu na nguvu zake. Alafu tupate kujistiri katika ulimwengu uliopita ili tukutane na kitu chema. Tutoke tukiwa salama katika ulimwengu. Bwana saidia. Bwana saidia. Lazima sisi wenyewe tuonyane twende salama. Na hii nguvu ambayo itatupeleka kuhubiri Injili iko kwenye neno la hii Mathayo 4. Bwana saidia. Siku ambayo alafu kiangalia akatoka pale alipomshinda shetani akaenda kuhubiri Injili. Hatuwezi tukapata nguvu ya kuhubiri Injili kama hatuko kwenye uwepo wa Mungu. Bwana saidia. Tutafute Mungu na ufalme wake. Bwana saidia. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Maisha tumefikia kwanza, hata wewe unajijua. Mimi wakati niliokoka nilikuta ufalme wa Mungu natembea kabisa, nguvu ya Mungu. Hakuna mtu aliyekuwa ananiambia nenda kufanya kazi, hakuna mtu aliyekuwa anachukua naenda kanisani. Nilikuwa nafanya kazi zangu kwa wakati na kanisani mimi. Je, wakati huo kama ni wakati huu ili tembo nimefika? Bwana Yesu. Kama nguvu ya Mungu ikiwa haipo, kila kitu kinachokuja kwako kitakuwa ni manunguniko. Lakini tulipokuwa na nguvu ya Mungu na Roho Mtakatifu anafanya kazi, kila kitu tulikuwa tunakiona ni salama kwetu, ni amani kwetu. Bwana saidia. Tumefika hapa kwa habari ya amani. Tumejenga kwa amani, tunaishi kwa amani, tunakula kwa amani. Bwana saidia. Tunatembea kwa amani. Lakini leo unakuta tunakutana hata kwa habari ya kazi ya Bwana. Kwa sababu ni nini? Ile nguvu ya ufalme haipo ambayo inatusukuma kufanya kazi. Haleluya. Mungu abariki.